Mputo, kuna kitu hujui na sijai kukwambia. Mimi ni mkubwa sana kwako, na wewe haunipati hata kidogo. Kwa hiyo inabidi unipe heshima yangu. Na maana gani kusema hivyo? Mputo, sisi tumezawadia zawadi ya nguvu na Mungu wetu. Kwa hiyo hata mama yako pia ni hivyo hivyo. Naweza kuishi miaka kibao, jua likazama likachomoza, likazama likachomoza, mimi bado naendelea kuishi. Kwa hiyo hata mama yako pia ukimuona ni mzuri tu kama mimi. Kweli? Basi natamani sana kumuona mama yangu kama ukitokea. Sawa, lakini usijali, mama utamuona. Ipo siku moja tu. Mputo, nilikuwa naomba tusogee polini kidogo, twende tukaangalia hata matunda. Sawa, ila naomba kwanza Chifu wangu. Kwa nini umemchukua binti yangu ukampeleka kwenye utalii wa wanyama mbugani huko bila walinzi wa kiume? Kwa nini? Unataka kuhatarisha maisha yake? Unataka kuhatarisha maisha yake? Unataka mimi nikose mtoto hapa? Utapata wapi mtoto makamu kama haya? Wapi? Chifu wangu, mtukufu wangu, naomba nisamehe, lakini mwana wa chifu ndio aliyelazimisha. Kenya! Unapinga amri yangu, unamfuata huyu? Hapana chifu wangu. Kwa hiyo ulikaidi amri yangu mimi, ukafuata amri ya huyu, si ndio? Hapana chifu wangu. Umekaidi amri yangu. Lazima nitakupa adhabu, na adhabu yako, hebu walinzi, kama hata huyu fungia, nitapanga siku ya adhabu yake. Nenda akafungia haraka. Baba. Mwana chifu, kimbia! Uso mzuri kwako, atakutoa roho yako. Kimbia mwana chifu! Unataka kusema nini? Baba, huyo anaenda kumkamata. Ndio alifanya mpaka sasa hivi napumua. Naomba usimfanyie hivyo. Mcheni. Amani yako chifu wangu. Amani ya nini? Kuna amani hapa? Unataka kumsababishia matatizo makubwa sana binti yangu. Kuna amani? Hapa hakuna amani chochote. Hapa ubaya tu. Hakuna amani. Na wewe, tuonane kwenye baraza la wazee. Sawa? Sawa? Sawa chifu. Zunde kijakazi wangu. Abe. Natamani kumjua ni nani ambaye alitaka kumuoa mwana wa chifu. Kwa sababu gani?
Nahisi hata wewe pia unajua jinsi gani ninavyomchukia yule mtoto. Nimevutiwa na mpango wake. Natamani kuingia katika mpango wake. Alafu isitoshe yule mtoto mimi ananiona kama vile mimi mpumbavu. Bila kujua kuwa mimi ni nani katika hii himaya baba yake. Nina nafasi kubwa katika hii himaya. Sio mimi tu, hata baba yangu. Nahisi hata ile unalijua pia. Hebu niambie, ni nani huyo? Ni jini. Jini? Una maana gani kusema ni jini? Ina maana utabiri wa mganga Kideko umekamilika? Kuwa kuna jini ataingia katika hii himaya na kuwa watu wote katika hii himaya. Nimefurahi sana mpango wake. Nitampa kila kitu anachokihitaji. Kwa maana namchukia sana mwana wa chifu. Hapana. Kwa sababu huyo jini amekuja kwa sababu ya kulipiza kisasi tu kwa mwenye himaya ya hapa. Hata wewe ukienda utauliwa tu. Haiwezekani. Nitafanya njia yoyote ili tu nishirikiane na huyo jini. Kwa maana mimi Yondo hakuna kitu nashindwa. Labda kama sijataka mimi. Turudi kwenye himaya. Nimekuja kurudisha uchawi. Kwa sababu hakuna ambaye ananisaidia yoyote yule. Kwa sababu sioni faida yake. Wote niliowategemea hapo duniani. Sina la kufanya mtangana njia mimi. Nilikuwa namtegemea mjomba wangu Mkango, na yeye hayupo. Mama naye pia ameshamuoa muda mrefu. Sina la kufanya, nitafia kwenye mikono ya chifu. Chukueni uchawi wenu. Ukijitazama kwenye kioo ukasikia unachokiona, utakilaumu kioo au utafurahia kujisoma? Nitafurahia kukisoma. Zunde, uchawi ni maagano ya kiza baina ya nafsi na roho. Leo unataka kuikana roho yako. Ina maana umesahau vile viapo ulivyoviapia baina ya sisi na wewe. Kwa nini unataka kurudisha uchawi aliyakuwa sisi tumekuamini? Hauwezi kupata maana yoyote ya kulipiza kisasi, na hauwezi kukomboa watu wowote wanaokutegemea. Zunde, ina maana mateso unayopitia haujayachoka? Au sisi tulokukabidhi uchawi hatujakamilika? Nimekosa msaada wote ule. Genda ukae checho tenda matambiko amacho kwiza chokugalila nguvu vina madogoli kichilochilo kuulika.
Kamulile lile lile kamulile. Kamulile lile lile kamulile. Kamulile lile lile kamulile kusoligwa na mume. Kamulile lile lile kamulile. Kamulile lile lile kamulile. Kamulile lile lile kamulile. Kamulile lile lile kamulile kusoligwa na mume. Kamulile lile lile kamulile. Mama, kwa nini umenikosea? Muda wote umenificha au kuniambia ukweli kuwa wewe si mama yangu. Mama yangu mimi ni malkia wa himaya hii ya Pingu na hajafa, ila kulingana na roho mbaya ya chifu anaishi maisha ya mateso. Mputo mwanangu, siku ukisikia simba kamla mtu, hiyo ni habari tu. Lakini siku ukisikia mtu kamla simba, hiyo ni habari ya kusisimua. Una maana gani kusema hivyo? Mimi sija kukosea mwanangu. Kama ukweli huo ningekuambia mimi sio mamako, usingeweza nielewa. Ngoja nikupe hadithi kwa ufupi. Chamiwa alikuwa mtoto mtukutu sana katika familia yake. Alikuwa akifanya makosa, anategemea kuomba msamaha. Siku moja Chamiwa aliwasha moto katika nyumba yao. Alihangaika kuuzima lakini alishindwa. Alikimbia akitegemea asubuhi atakuja kuomba msamaha. Na aliporudi asubuhi kwenda kuomba msamaha, alikuta nyumba yote imeteketea kwa moto. Hata aliotegemea kuomba msamaha nao ameteketea kwa moto. Mama, nimejifunza kitu kupitia hadithi yako. Je, nawezaje kudhibiti hisia zangu? Tumia akili na moyo. Akili huchanganua mambo na moyo hugusa hisia. Utadhibiti hisia zako kwa namna yoyote ile. Kamulile lile lile kamulile. Kamulile lile lile kamulile. Na kutaka tuingie kwenye vita, tuwatetee watu wa himaya yako, wasiishi tena maisha mabovu kama wanaoishi hivi sasa. Sipo tayari kupigana vita tena, kwa maana nimeamua kuishi maisha yangu. Najua nikiingia kwenye vita nitakuja kuamsha vitu vingine hapo baadaye. Toba, kwa sasa na kuacha. Nitarudi tena baada ya wewe kujifikiria.
Marka. Amani yako mtabiri. Nimeipokea. Nisikilize nikwambie kitu. Na kujua kama wewe ni jini. Na nimekuja hapa kuja kukuonya. Kaa mbali sana na chief. Na siku nyingine nikija hapa nitakuja kwa maana tofauti. Hii sura unavyoiona hapa itabadilika zaidi ya mara 2 yake. Kazi yangu mimi ni kumlinda mwana wa chifu awe salama. Na kuomba mtabiri wangu, usinifichue, usimwambie mtu yote siri yangu. Sasa naomba unisikize vizuri kwa umakini. Unatakiwa unisaidie mpango wangu. Wewe utanifaa, unaonekana kabisa. Sijaelewa ni mpango gani unaozungumzia. Tulia, muda bado, utakuja kuelewa. Tumeelewana? Sawa mtabiri. Unatoka wapi usiku mkubwa kama huu? Aliyakuwa ni mtoto wa kike, hauogopi? Hicho ni nini? Huyu ni baba yangu, katoka vitani na kuleta ushindi mkubwa katika hii himaya ya babako. Huu ndio muda sahihi wa kukunyonga. Nataka nikunyonge. Hakunaga ngalawa inayokosa mvuvi. Unajua mapenzi ni uchafu unaotokota kwa makusudi ndani ya moyo. Nahisi kama kuna uwepo wa nguvu ambazo sio za kawaida. Unapomtafuta nyoka, anzia chini ya miguu yako. Umefuata nini? Au nataka nikutabirie ile ndoto uliyoyota usiku?